Ukimwona kobe amepanda juu ya mti, huyo atakuwa amepandishwa. Ni msemo ambao unatumika sana. Sasa leo nitakufundisha juu ya hizi hapa penalty, interest na fine ambazo zinatozwa na watu wa TRA kulingana na Tax Administration Act. Kwanza ni hapa late filing of return. Ukichelewesha kufaili return zako, makosa ni yapi? Ya makosa yametofautiana kwa mtu binafsi au kwa mfanyabiashara binafsi na kwa makampuni. Tukianza na kwa mtu binafsi, hapa mtu binafsi anatozwa 5 currency point ambayo sawa na asilimia aina sana na 100. Ina maana kwamba mtu atakapochelewesha kufaili ile return zake atagharimu pointi 5. Hii ni sawa na shilingi 20,000. Yaani pointi moja kwa sasa hivi, current point moja ina thamani ya shilingi 20,000 kwa mujibu wa sasa hivi. Kwao ukikuta 10 11 point umetozwa kodi sana na shilingi 20,000. Kwanza iko tofauti kwa watu ambao wafanyabiashara wa mtu mmoja na makampuni. Kwa makampuni kama yatachelewesha, watalipa shilingi 300,000. Mkevifahamu kabisa. Na muda mwingine unapokuja kwa TRA ukaona wenye ripoti yao wanakutoza hela kubwa, waulize mmenitoza kwa sheria ipi? Unakuwa na nguvu, unakuwa na power ya kuuliza. Unaona? Vitu vingi vya thamani sana, vya msingi sana, kwa lazima uvifahamu. Kitu cha pili, kwenye failure to maintain document. Unaposhindwa kutunza dokumenti zako, unatakiwa ufahamu kwamba faini ipi nitapiga mapenalty nitatozwa. Kwa hiyo hivi, kwa mtu mmoja hapa ni pointi 1 kwa mwezi. Kila mwezi utatoza pointi 1 na pointi 1 zinaona vipi nikwambia. Kwa hiyo kama hivyo utahesabu miezi ambazo kwamba ulishindwa kutunza dokumenti zako, basi kwa labda ilitokea mwezi wa pili mwaka jana, kwa 2020 mpaka leo, siku ambao wamekuja kukagua kwa TRA, kitu kama hicho. Alafu kingine kwa makampuni sasa, wao wanatozwa pointi 10 kwa kila mwezi. Ina maana kwamba ni sawa na 200,000 kwa kila mwezi. Ukishindwa kutunza zile receipt na document, bank statement na vitu vingine, ukishindwa kutunza, basi ndio inakuwa hivyo, unatozwa. Lazima ufahamu. Unaona? Alafu nyingine ni late payment of tax. Jamani, kuna kushindwa kulipa, kuna kuchelewesha kufaili return, alafu kuna kuchelewesha kulipa hiyo tax. Ni vitu viwili tofauti. Kuna kulipa tax, alafu kuna kuchelewesha kufaili ile tax ambayo umeilipa. Ni vitu viwili tofauti. Kwenye kuchelewesha, hapa unaweza ukalipa interest au ukalipa penalty. Unaposema interest yenyewe wanaenda kuangalia BOT discount rate plus 5% of the point. Alafu upande wa penalty tunakutoza 1% mpaka 5% of unpaid tax, kitu kama hicho. Alafu unaweza plus na interest, kitu kama hicho. Lakini kosa jingine ambalo linaenda kufanya kuwa na penalty, interest na hiyo ni kufail kuissue EFD receipt. Wewe una mashine ya receipt, lakini unaposhindwa kukata receipt zako, nini kinatokea? Ndio vitu kama hivyo, kwamba ukatozwa faini ya milioni 2 hadi milioni 4. Hiyo ni faini ya wewe kushindwa tu kufanyaje, kutoa risiti. Sasa na makosa mengine, mfano kama labda umefanya kosa linaitwa tax evasion, tax evasion, umevati tax, gharama yake ni milioni 5 mpaka milioni 50, au unaweza kufungwa jela kifungo ambacho kinazidi mpaka miaka 3, kitu kama hicho. Unaona? Kwa hiyo sasa haya mambo lazima uyafahamu. Wewe kama mtu mmiliki wa biashara, mtu mna kampuni yako, lazima uweze kufahamu vitu kama hivi, ni vya muhimu sana. Unaona? Sasa nini sasa madhara yake? Kama vitu hivi utavifanya na unajua kabisa kwamba hivi vitu vipo, unaona madhara yake ni nini? Labda umefanya tax evasion, unaweza kupelekwa kufungwa, au biashara yako kusimamishwa isiendelee, wanafunga biashara fungwa, ipishe uchunguzi mpaka itakapokuwa compliance. Naona.
Pia unaweza ukafanyaje, ukapoteza hela zako, ka lose money na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo wafanya biashara tuwe hivyo. Nilikuwa nazungumzia kwamba penalty, interest na fine ambazo zinatozwa na watu wa TRA ama na TRA kulingana na Tax Administration Act. Hizo hapo nadhani umenielewa. Asante sana. Ita Ulimwengu wa Biashara, elimika.